safi sana. Hata vipi umepata? Mke kapata Kabisa. Anaonekana mstaarabu, mpole, mcheshi, yaani mashallah. Zimepita siku nyingi sana sijaona wadada. Yaani wewe, yaani neno moja hilo kila siku unalirudia hilo moja tu. Kwani usibadilishe neno lingine? Yeah. Na nilikuwa nataka nikutume mjua wangu. Uniagize? Ndio, kwani ni vibaya? Sawa. Nilikuwa nataka uende kumwambia mama na baba kwa siku mbili hizi nitakuja. Umefikiria nini mpaka unasema kwamba unaniagiza kwa wazazi, unataka uende? Kulikoni? Nimefikiria kwa nitaje kumwona baba na mama nikiwa peke yangu, niongee nao wanataka nini, au wamepungukiwa na nini nyumbani pale, mimi niwaongezee. Unajua ni muhimu sana kumzingatia baba na mama. Basi sawa, lakini mume wangu inabidi uniambie ni siku gani ambayo utakuwa tayari kwenda kuwaona wazazi. Kwa nichekeche kama siku mbili hivi, fanya kishukuru. Sasa sikia nikwambie. Unajua kabisa baba ni mtu wa kutoka toka, hakai nyumbani. Ni vyema ukaniambia ni siku gani, ili ninapotoka hapa nyumbani kwenda kule kwa mama nijue kwamba wewe huku utatoka siku gani, ili iwe rahisi kumkuta baba. Fanya kishukuru. Alhamisi. Ndio. Basi sawa. Mimi kwa vile sasa hivi muda umeenda, sitaweza kwenda. Tufanye kesho asubuhi, nitaenda. Najua sitamkuta baba, nitamkuta mama, nitamueleza. Baba akirudi atakuta ujumbe kwa mama. Ndio maana nakupenda. Basi sawa, ngoja mimi nikaandaa, si unajua tena muda umeshaenda. Ila akili yangu imeshiba. Tumbo linajaa. Wewe tena mpenda kula. Mungu kwa wapi kwanza? Unaona? Shika mama. Mwanangu. Shakaribia. Karibu sana mwanangu. Hapo umependeza mamangu. Maisha mazuri nini mama? Karibu mwanangu, karibu sana. Za nyumbani huko. Nzuri za hapa nyumbani? Nzuri mwanangu, za nyumbani huko. Mama, kwa kweli namshukuru Mungu. Tunaendelea vizuri. Baba naye jambo. Nashukuru Mungu wa jambo. Maendeleo yenu nzuri mama. Ni kweli mama, nimekuja tu kuwasalimia hapa, nikasema labda, lakini mbona baba simuoni? Hatuchelewa sana, ameenda zake sokoni. Mimi leo najisikia vibaya, kaenda yeye kutafuta vitu kidogo vya kutengeneza chakula huko ndani. Lakini mama, unajua nini? Yaani nimefurahi afu nashukuru maneno yako. Kumbe watu wazima wanaonaga mbele, japo nilikuwa mbishi tu. Sawa. Lakini kwa sasa mama, yani nashukuru, nina furaha na amani na ndoa yangu mama. Nashami na kuona. Lakini na habari njema. Ndio. Hapa katikati ya wiki, Jumatano au Alhamisi, ndio nitakuja na mwenzangu kuwasalimia, maana yeye ndo kaongea yeye mwenyewe. Kasema niwape taarifa hiyo. Sasa sijajua kama katika hizo siku mbili, Jumatano na Alhamisi, kama baba naye atakuwepo. Baba yako utamkuta siku hiyo. Mimi nitamuomba hata akaombe ruhusa kazini.
mkutane na baba yenu afurahi kama nilivyofurahi mimi leo. Wewe tena. Nilifurahi mimi mwanangu, lazima awepo siku hiyo mwanangu. Basi sawa mama, umwambie mapema ili na sisi utujulishe mapema. Basi nitakuja kuchukua jibu kati ya Jumatatu au Jumanne. Simu basi piga kwa mtoto wako, maana mimi simu yangu juzi iliingia kwenye maji kabisa. Nitamwambia, nitapiga mimi simu kwa baba, utajiandaa, mtakuja na baba yenu mtamkuta. Sawa mama. Asante mwanangu. Sawa mama, mimi nakuaga, narudi mara moja nyumbani kwa sababu si unajua tena huu muda. Ndio mwanangu. Ngoja nikaandae. Sawa sawa, tunza ndoa yako mwanangu. Maisha mema Haya mama, bye. Mtoto kamependeza, kamenawili mwanangu. Kanatunzwa. Nashukuru Mungu mwanangu. Amenisikiliza. Tunda tutavuna, tunashukuru. Mwanangu, jukuu yumo mule. Sikutegemea mwanangu kama atanisikiliza kwa jinsi alikuwa anawaka mwanangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, hashindwi jambo. Leo mwanangu kaja kapendeza, mwanangu kanawili, anatunzwa mwanangu, kimependeza na kuambia kinaniletea maisha mema. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
Njoo. Unajua nini mama? Nini tena? Nangu amka. Baby, amka. Baby. Baby. Eti mwanangu, unajisikiaje? Ambe basi, uko sawa? Niambie basi, upo sawa? Twende nyumbani. Basi sawa, amka twende nyumbani. Unajisikiaje lakini? Niambie basi. Unajua niliogopa. Ona ulivyochafuka mume wangu. Kwa vile nyumbani sio mbali, ukifika utabadilisha nguo, si ndio?
wapi? Mimi? Ndio, wewe njoo. Dada, habari yako? Safi, kwema? Kwema. Na nyumbani? Nzuri. Unaenda wapi? Naenda kwa rafiki yangu mara moja. Dada, hivi unajua rafiki yako ana matatizo gani? Hapana, sifahamu. Hujui. Sina mtandao mweusi. Ndio. Sasa ndio achukue mtandao mweusi. Mvue atapona kabisa. Mtandio wake ule alionao nikamtoe. Kwani wewe ni nani? Mtetezi wa wanyonge. Kwa hiyo nikienda nikimtoa tu ule mtandio rafiki yangu anapona. Kuna kabisa. Ukishamvua, ushike hivi. Kwa hiyo nikishamvua ule mtandio, ni ushike hivi. Hivi ni kweli anaweza akapona? Ngoja niende nikajaribu. Unataka nikuambie mara ngapi ili unielewe eh? Ona sasa, ni mara ya ngapi hii unadondoka ukiwa peke yako Basi sawa, inuka twende nyumbani. Kukatazaga kutembea peke yako. Kwa nini? Ona sasa, nafaa kuitwa na watu wanaopita njiani. Mbona unanitia aibu mume wangu? Ungenielewa basi. Hata kidogo tu. Usitembee peke yako. Ona sasa, hali nao kukuta huko njiani. Nisingekuwa nyumbani, ningekuwa kwenye mihangaiko yangu.
Unadhani mimi majirani wangenichukuliaje? Naomba usitembee peke yako. Au unataka uniache mimi? Mimi nishakusamehe, lakini usirudie. Samehe. Ukatenda nyumbani. Ili hapa nyingine. Nakuita wewe. Nakuja mama. Abe mama. Nataka nikuulize kitu mwanangu. Eliza na kuona na madeni yako. Ya fulanga kurudi hapa. Sikuelewi madeni yako umerudi vipi? Kwani mama vibaya kuja hapa nyumbani? Hapa ni nyumbani kwetu. Mimi sipaswi kuja kusalimia wazazi wangu. Sio vibaya mwanangu, lakini ndio chukua madeni yote. Kwani mama, tatizo ni kuja na nguo sijui nyingi, sijui mabegi mengi, Hapa ni nyumbani. Kama nyumbani mwanangu, lakini uweze kustahili hiyo nayo. Bila mchana kidogo. Mama, mimi nimeshindwa na nimechoka kuishi na yule mwanaume. Mwanaume anaanguka kifafa, anajinyea, anajikojolea. Mimi nimechoka kushika kinyesi cha mtu mzima mama. Nimevumilia, nimechoka mama. Nikaona tu nirudi nyumbani kwanza. Sasa wewe mwanangu, kwani alikwambia ukiolewa kuna raha tupu nani? Ndoa uchanganyika raha na shida. Hiyo ni shida. Yeye aliomba anguke kifafa. Paka upangani mabegi urudi mwanangu wajika anguka kifafa. Na ndio maana hata mara ya kwanza niliwaambia mama, mimi mwanaume mwenyewe sijatokea hata kumpenda hata siku moja. Kulikuwa na mwanaume wangu mzuri tu, nilikuwa nampenda, lakini nyie mkanifosi kuolewa na mwanaume ambaye mimi sijawahi kumpenda wala sijawahi kumuona. Madhara yake ndio hayo. Mwanangu, juzi ulikuja hapa ukatwambia mimi nimeolewa na mwanamume hananijali, hananisaidia. Mzima kabisa, safi kabisa. Leo mwanangu ametokea maradhi. Upanganye mabegi urudi kwa ajili ya shida. Hivyo wewe, sisi wazazi wako tutakufikiriaje? Wakweza kule watakufikiriaje? Na nikakwambia mama, atakuja, vuteni subra. Angalia sasa. Yeye ndo mmesababisha atokee hayo yote. Mimi siko tayari tena kurudiana na yule mwanaume mama. Niambie tena kwanza. Ndio hivyo mama. Hilo hata kama watu utawaita mwanangu watakuja kukusaidia. Kwani siku bado kuja kukuoa alianguka kifafa. Kuna mtu alitambua kama anaumwa kifafa? Sasa alikuwa mzima kabisa. Shida imetokea juu ya ndoa yenu. Hata kama alianguka kisimani tupamuita mtu, bwana njoni mnisaidie mume wangu, watakuja. Lakini uwezi ukachukua jukumu 100% urudi nyumbani kwa vile mwanamume anaumwa. Je, ungeumwa wewe angelikuacha wewe ungejisikiaje? Mama, unachokiongea ni sahihi. Lakini hakuniambia ukweli, alinificha. Na nikaja nilivyogundua, nikaja nikamuuliza, akanikatalia. Baba yako ndani aliumwa. Nilimuuliza paka mmoja. Nilivumilia kwa shida na raha. Mwanangu ukiolewa iweze kuwa raha tupu. Lazima na shida iwepo. Uvumilie. Ule mume wako kuumwa, usio kupangana mabegi kurudi nyumbani. Hicho kitu sikuelewi. Laiti mngenisikiliza kama mtoto wenu, yote haya yasingetokea. Angalia sasa. Mwanangu, lakini ninachokuomba kuanzia sasa hivi, panganya mabegi yako urudi kwa mume wako. Panganya kilichokuwa chako urudi kwa mume wako. Hapa hakuna nafasi ya kukaa wewe. Wewe umeshaolewa mwanangu. Hauko tena mikononi mwetu, mikononi ya mume. Uende kwa mume wako. Yeye ndio hivyo anajinyea. Ondoka kwa mume wako. Hapa kuna kazi. Mami, siwezi kuondoka nyumbani. Ondoka kwa mume wako.
Wewe tena sio mali yangu mimi, mali ya mume wako. Nimekwisha kukuozesha na ukaondoka na utaendelea kuondoka. Hapa nafasi hamna ya kukuweka wewe mke wa mtu. Naomba chukua kichwa chako uondoke kwa mkeo. Mama, mimi naondoka. Mama, naondoka nyumbani kwako, lakini mimi nitajua pa kwenda na siwezi kurudi kwa yule mwanaume. Wewe panganya mabegi yako uondoke mbilini kwako. Kama utaenda kwa mume wako. Mimi siondoki kwa yule mwanaume. Nitajua mwenyewe